Naam, karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kusalia papo hapo na kuchagua taarifa za KTN leo. Chama cha Kanu kimezindua rasmi manifesto kwenye harakati za maandalizi ya uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Uzinduzi huu unajiri wakati mwenyekiti wa chama cha Kanu, seneta wa Baringo Gideon Moi, anakumbana na shinikizo la kuhama vuguvugu la One Kenya Alliance na kujiunga rasmi na muungano wa Azimio la Umoja. Uzinduzi wa manifesto umetoa fursa ya majadiliano kwenye meza ya kisiasa wakati vyama vinazidi kuweka mikakati kujiunga na muungano. Jeff Kirui na maelezo zaidi. Sisi kama wanachama ya Kanu tuko na mrengo na nyinyi kwa hii azimio. Sisi zote tuko pamoja. Baada ya tangazo la mwenyekiti wa Kanu, seneta wa Baringo Gideon Moi, chama cha Kanu kimeanzisha safari ya kuhakikisha kuwa wamo kwenye serikali ijayo. Kanu kikizindua rasmi manifesto yake itakayopiga jeki nafasi yao kwenye mazungumzo ya kubuni muungano uchaguzi mkuu ukikaribia. This election will be an opportunity to uphold the dignity of our people and to draw a line between their fears and the hope of a better future. I invite you to join us in this solemn task to put Kenya back on the path of prosperity. We are back to business. Seneta Moi amehimizwa kuhama Oka. Mwandani wake katibu mkuu wa Kanu Nick Salata akisema kuwa muda unazidi kuyoyoma na kinara mwenza wa Oka, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, anachelea kufanya uamuzi wa iwapo atajiunga na Azimio au la. Usikae sana na hii mtu, kama asikii wachana na yeye twende. Kalonzo ameonekana kusuasua kwenye majadiliano ya kujiunga na Azimio la Umoja, akitoa masharti kuwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga anastahili kutimiza mkataba wao wa mwaka 2017 ya kumuunga mkono kwenye uchaguzi mkuu ujao. Hata kama ni kukaa na yeye na kubabysit yeye mpaka saa ngapi, wacha tu chama. We love you. With him or without him, let's go. We just have to go. Chair. Twende. Patient pays. Patient pays. And in anything we do, it's always important we go together. Si nzuri uache mtoto moja. Sali unaenda. You must get all of us carry and we all move. It's important. Chama cha Kanu kwa manifesto kimeipa kipaumbele uchumi wa taifa, kuimarisha ugatuzi, kulinda na kuboresha afya kwa wote, masomo ya bure ya sekondari, kuimarisha mazingira na kuangazia ushirikiano wa kimataifa. Chair, when I just scanned through this document, I realized it is describing Moi. Because if you talk about the green environment, it is him that said tukikata miti 5 tupande 10. And it is him that left it at that. Nobody else has taken it forward. Now it is you to take it forward. We have to be in government for this manifesto to be meaningful. Vita dhidi ya ufisadi vilevile itakuwa ni mojawapo ya masala yanayoangaziwa, manifesto ikipendekeza kifo kwa wafisadi. Consequently, this manifesto proposes punitive measures to curb corruption and discourage plunder of public resources. Haya yote ya manifesto ya Kanu yananuiwa kufanikishwa kwenye miaka 5 ya uongozi. Jeff Kirui, KTN News. Na watazamaji wa KTN Home, ni wakati wa michezo. Ilhali unaye tutazama kupitia runinga ya KTN News, taarifa zinaendelea. Na mtazamaji, tukiendelea, Marjan Hussein Marjan ndiye afisa mkuu mpya wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Marjan ambaye amekuwa kaimu kwa muda ameteuliwa na tume hiyo baada ya kuwashinda wengine waliopigwa msasa. Marjan sasa ana kibarua wakati ambapo tume hiyo inajiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao. Daniel Kariuki anatuarifu zaidi. Baada ya kuwapiga msasa watu 5 kwenye nafasi ya afisa mkuu wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, tume hiyo ina matokeo. 5 applicants were shortlisted on the 8th of March this year. That's yesterday. We carried out interviews for the CEO
position, and Mr. Marjan Hussein Marjan emerged top as the most qualified and suitable candidate for the position. Marjan Hussein Marjan atachukua nafasi hiyo baada ya kuachwa wazi na Ezra Chiloba aliyefutwa kazi. The Commission congratulates Mr. Marjan on his new appointment as the Commission Secretary stroke Chief Executive Officer of the Independent Electoral and Boundaries Commission. Marjan amekuwa kaimu kwa zaidi ya miaka 4 sasa, akiwa wa kwanza kuchukua nafasi hiyo bila tajriba ya kuwa wakili. Hata hivyo, Marjan ana tajriba kwenye masuala ya uongozi na uzoefu mkubwa katika uhasibu, mkaguzi aliyehitimu, pia ni mkaguzi wa mifumo. Marjan atapata kibarua kwenye tume hiyo kuhakikisha kuwa kuna uchaguzi huru na wa haki ifikiapo Agosti mwaka huu. Kwanza atahakikisha kuwa ukaguzi wa sajili ya wapiga kura imepigwa msasa, kuondoa wale ambao wameaga dunia, ingawa shughuli ya kupeana zabuni hiyo ingali kutamatika. The reason why it was delayed, first of all, is they did partial work, and then after that they left. So we had to sit down and reconcile work that they had done and work that they had not done. This was actually resolved. Vile kutolewa kwa zabuni ya vijikaratasi vya kupigia kura. We have got a different company that is doing hardware maintenance and support, and these are the ones who are supporting us in terms of hardware. Their name is XRX Limited. We are currently proceeding with the interviews for the Deputy Commission Secretary for the 10 shortlisted applicants, which will go on between today and tomorrow. Macho yote ni kwa Marjan, huku tume hiyo ikikaribia kuundwa kikamilifu. Daniel Karioki, KTN News. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2021 uliokamilika hii leo yatatangazwa katika kipindi cha majuma mawili yajayo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Old Kibra, Magoha alisema tayari usahihishaji wa baadhi ya karatasi za mitihani umekamilika, na kuongeza kwamba walimu wawili wamo kizuizi